nimewatuma, ndio watu wakiwaona hivi ni watumishi wa Mungu wanavutiwa na wanataka kujua mengi kuhusu ufalme wa Mungu, na wanaletwa katika zizi lake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anawaelezea kwamba tena enendeni, angalieni na watuma kama kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amewapa masharti. Kwa hiyo unapomwamini Yesu Kristo na kumpokea, ni lazima utambue si tambarare. Niliona mtu mmoja alipookoka akaona kwa Yesu kuna raha. Mmoja akasema kwa Yesu kuna raha, hayo yote niyatenda, lakini nimetambua kwa Yesu kuna raha. Kuna raha kwa vile ameona mwangaza na akaona alikuwa amepotea. Lakini akasahau kuna raha, lakini bado kuna nini? Kuna mwendo. Ndiye ameanza mwendo, ametangaza vita. Wale waliokuwa marafiki watakuwa maadui, wengine watapoteza marafiki wengine, na wengine atapata marafiki wengine wageni, na wengine atawapata ambao watahimizana kwa ajili ya ufalme, na wengine watajitokeza wa kumwangusha na kumrudisha nyuma katika imani. Kwa hiyo Yesu anawaambia kwamba nyinyi nawatuma kama kondoo, na tena ninapowatuma kama kondoo, siwatumi kwa kuku, siwatumi kwa mbuzi, ninawatuma kwa mbwa mwitu. Bwana Yesu asifiwe. Ani kondoo itumwe iende ichunge mbwa mwitu. Bwana Yesu asifiwe. Haya mambo yanawezekana? Ni magumu kwa kibinadamu, lakini maandiko yanasema yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Kwa hiyo anasema ya kwamba anawatuma, na anawaambia watakumbana na mambo ya ajabu. Anawaambia anawatuma kama kondoo. Kondoo ni mpole. Nilikuwa nasikia wimbo unasema ya kwamba ingie uwe mmoja wa kondoo. Alafu mwimbaji anarembesha wimbo, anasema kondoo ni mpole, kondoo si mlevi, kondoo si mchokozi. Anataja hizo sifa zote, lakini sasa huyu kondoo anatumwa kwa mbwa mwitu. Hata afadhali angetumwa kwa mbuzi, lakini Bwana Yesu asifiwe. Lakini ametumwa kwa mbwa mwitu ambaye yuko tayari pia kumla. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba Yesu anawaambia nimewatuma kama kondoo kwa mbwa mwitu. Watakutana na watu ambao wana roho ngumu, watu ambao wana mioyo migumu. Watakutana na watu wasiokuwa na haya. Akiamua kukutukana hana haya, akiamua kukuchafua hana haya, akiamua kukuangusha hana haya, akiamua kuasi hana haya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ilikuwa ni mapito tu ambayo pia Ezekiel alipitia. Biblia inasema Ezekiel Mungu akamtuma akamwambia na kutuma kwa nyumba ya wana wa Israeli ambaye mioyo yao ni migumu, watu wa nyuso zao hazina haya, lakini nenda kawahubirie. Atakayesikia afanye nini? Asikie. Atakaye kataa akatae. Lakini siku moja yaja ambaye ni siku ya hukumu. Nitawauliza, je, mliona nabii miongoni mwenu? Bwana Yesu asifiwe. Wengine watasema hatukuona nabii. Wanafikiria nabii lazima aje labda pengine akiwa na mabawa, lazima aje na kanzu ndefu, lazima aje na kilemba cha ajabu, aje na msalaba mkubwa mikononi. Wanafikiria huyo ndio nabii. Lakini Biblia inasema ya kwamba kumbe huyo Ezekieli aliyekuwa mwanadamu, aliyekuwa amezaliwa miongoni mwao, huyo ndiye alikuwa nabii miongoni mwao. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Mungu anatumia wanadamu, atumii malaika. Malaika wakija lazima utashituka. Popote malaika walitembea, Mungu aliwatuma washuke. Hata wengine akiwaletea habari watapata mtoto, baada ya kutukanwa miaka mingi, waliweza kukosa kuwa na imani, na Biblia inasema ya kwamba walishtuka. Hata wale ambao wanawaletea habari njema wachungaji ya kwamba mtoto Yesu anazaliwa, mwokozi wa ulimwengu, waliingiwa na uoga na wakashtuka, wakaanguka, wengine wakazimia. Kwa hiyo popote malaika alipopita, watu walishtuka, kwa sababu ni jambo la ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwanadamu wa kawaida, ukiwaendea wanakujua ni mwanadamu wa kawaida, wanakujua mienendo yako, watakutukana, lakini wewe utaendelea kufanya nini? Kuwaelezea. Watakupinga, lakini wewe utaendelea kuwaelezea, kwa sababu wewe ni mwanadamu mwenzao. Na zaidi yoyote, hata kama watashindana, Biblia inasema ya kwamba neno la Bwana halitapita bure. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hutalikubali leo, miaka ijayo utalikubali. Uwe kwa raha,
uwe kwa shida, utakuja kulipokea ukiwa kwa shida au ukiwa kwa raha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa raha si rahisi sana ulipokee, lakini mtu akiwa katika shida, amepitia mapito mazito, hapo kulipokea neno la Mungu ni rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Huwa naona hospitalini tunatembelea watu, kifika naambia tunataka tuombe. Unaona hata mgonjwa mwenye amelemewa anajaribu pia kusketi kwa kitanda, anafunga macho. Bwana Yesu asifiwe. Hata yule ambaye hakuwa Mkristo anajaribu apatishe aone, je, Mungu anaweza kanitendea, na akinitendea leo hakika nikiinuka nitaenda kumtumikia kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba katika hali hii Yesu Kristo amewatuma na amewaambia wajitambue, wajue ya kwamba wao ni kondoo. Kwa hivyo lengo kubwa alikuwa anawaambia, mnapoenda mjue mnaenda vitani, si kwa raha, ni vita mnaenda. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunaimba tunasema vita vya imani, tuende mbele tutashinda. Na tena tunaimba tunasema vita vyetu ni vya kiroho, lakini tutashinda kupitia kwa damu ya nani? Ya Yesu. Kwa hiyo duniani tuko vitani. Sisi wenyewe tunaitwa maaskari. Maaskari maana yake ni nini? Kazi yao kubwa ni nini? Ni kupambana na uovu, kupambana na uharibifu, na hata vitani. Wako tayari vitani. Kwa hivyo nasi pia ni maaskari. Tumechaguliwa na Yesu Kristo ili tupambane na uovu wa duniani, tuwakomboe watu ambao wametekwa nyara na Ibilisi, tuwalete kwake Yesu Kristo. Maaskari hutumwa kama mtoto ameibiwa, ametekwa nyara mtu, wanaenda wanatafuta mpaka wanamrudisha. Bwana Yesu asifiwe. Nasi pia tumefanywa maaskari ili wale ambao wametekwa nyara na Ibilisi tujaribu kuwavuta wache kwake Yesu Kristo. Tunaona ya kwamba Yesu anaeleza sasa kuhusu hali tena ya kutubu katika miji ambayo yatafikiwa na neno. Kumbe lengo kubwa la kufikiwa na neno ni ujitambue wewe ni mwenye dhambi na ukaweze kutubu, ukamrudie Mwenyezi Mungu na uanze mwanzo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mstari wa 13, ole wako Korathini, ole wako Bethsaida, kwa kuwa kama miujiza hiyo iliyofanya kwenu ingalifanyika katika Tiro na Stoni, wangalitubu tangu hapo, huku wakiketi katika nguo za gunia na majivu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo anawaambia kwamba kuna miji ambayo alikuwa anaihurumia sasa. Baada ya wanafunzi kutumwa wawili, wakamletea Yesu Kristo habari. Wakamwambia kuna mji ambao unaitwa Korathini na kuna mji mwingine unaitwa Bethsaida. Watu wamekataa neno. Ijapokuwa mitume walienda na ishara na miujiza, wakafanya ishara na miujiza, lakini watu wakamkataa Yesu, wakapenda ishara na miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona wahubiri mara nyingi tunapotangaza kruseti, kitu cha kwanza mpaka tunasema leteni viwete na vipofu, lakini hatusemi wenye dhambi waletwe waokoke. Tunataka kwa vile watu wanapenda miujiza. Kwa hivyo naandika viwete watatembea, vipofu wataona, wasiokuwa na kazi watapata kazi, lakini wasiokuwa na wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alijua watu hawataki nini? Watu hawataki wokovu, wanataka vitu. Ndio Yesu mikutano yake ilikuwa inajaa, ni kwa sababu ya mikate. Mpaka mmoja akitoka anaenda anashuhudia mwenzake, anasema atika mtoto tu ndio alikuwa na mikate tu 5 tu na samaki 2, lakini Yesu alifanya miujiza, tukala mpaka tukabakisha vikapu 12. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo si injili nzuri? Hiyo ikifika kwa jirani Jumapili atakosa kanisani, hawezi akakosa. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye pia atatangazia mwenzake ya kwamba tunaenda kuna huduma nyingine kuna kanisa inaitwa huduma ya maana ile yenye ilikuwa inashuka kutoka mbinguni. Kwa hivyo hata kuna kanisa inaitwa huduma ya mikate. Na watu wakisikia tu jina mikate wanakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka nikiwa mwanafunzi kuna kanisa moja nilikuwa naenda pale Likoni ya PCA. Kulikuwa na hii meza ya Bwana, ilikuwa imetiliwa mkazo zaidi.
Na hii meza ya Bwana ukienda sire ya kuonja yenye fadha huwa anapeana kitu kadogo. Hiyo unapewa mkate nusu, unapewa na chai ya kutosha. Kwa hiyo watu wakimaliza, hasa wanafunzi tulikuwa tunaweza tukahama kwingine, mnakimbia mnahamia kwa hiyo kanisa, mnaenda mkimaliza ibada mkate nusu unajua utaupata na utapata chai ya kutosha, na wanasema wale wajashiba warudie. Sasa watu wakajua hapo ni kushiba. Wewe unafikiri hapo utasikia neno likihubiriwa unaingia usingizini, na ukiingia usingizini ndoto zinakuja za ajabu.